Naomba nitoe rai kwa ndugu zangu wa halmashauri kupitia maendeleo ya jamii. Mnafanya kazi nzuri kwenye eneo hili la elimu. Tuongeze nguvu kutoa elimu kwa wananchi wetu, tukawaelimishe wananchi wetu, hasa baada tu ya kuwapa mikopo. Twende kwenye kata zao, tuwaulize maswali, mradi wenu ni nini, tuwashauri fanyeni 1, 2, 3, 4, 5. Na ninyi wananchi mkubali kuipokea nini, kuishika nini, kama Biblia ilivyosema. Mshike sana, kwa sababu unaweza ukafundishwa alafu usishike. Mshike kile mtakachofundishwa na wataalamu wetu wa fedha. Biashara ili uweze kufanikiwa zina principle zake. Ndio maana si kila mtu anaweza akawa mfanya biashara mkubwa. Wengi wanaanza, wanafilisika, pesa zinafanya nini? Zinapotea. Pili, ninyi wananchi mnaopewa mikopo leo, zingatieni malengo ya maombi ya mikopo yenu. Tayari mlishapanga kufanya biashara ya mgahawa, mlishapanga kufanya biashara ya mbao, msibadili malengo. Simamieni malengo yenu. Mkishapokea fedha, haraka msikae na fedha. Fedha haikai. Fedha imekuja leo, anza kutekeleza malengo leo. Mkiacha mpaka kesho, utasikia mtoto wa mjomba amekufa, hakuna hata shilingi ya kusafirisha mwili. Utafanya nini? Utasikia baba anaumwa, kesho hakuna. Ni leo. Linalowezekana leo lisingoje kesho. Ndugu zangu, pesa zina majaribu mengi. Kwa wale wa Kristo, Yuda alijaribiwa na akaanguka, akamsaliti Yesu. Pesa ndizo zinazoleta hamasa hata ya kufanya mambo ya ajabu na ya aibu. Leo mnaishi vizuri na baba na mama, jioni kamuamala kakisoma tu, kwanza utaanza kubadilika. Ndivyo ilivyo. Ni principle ya pesa, ndivyo ilivyo. Kama ulitoka nyumbani na nauli tu, alafu unarudi kuna milioni 5 imeingia kwenye account, tukubaliane utabadilika tu sura. Lakini kubadilika huko kusipelekee sasa kuanza kuwaza mambo ya ajabu. Narudia tena, kama kuna mchungaji karibu au shehe, yani wewe muamala ukishasoma, wewe ukifika mwambie njoo nipige sala za kutosha za kukemea huyu shetani ili aondoke kwenye moyo wangu. 3, tuwe wabunifu kwenye biashara zetu. Hata kama biashara ni ndogo, Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Hajasema kazi ndogo au kubwa. Una kabiashara kako kamgahawa, kuwa utamuona Mungu anasimama na wewe kwenye biashara yako. Utamuona Mungu anabariki kazi ya nini? Ya mikono yako. Tegemeeni Mungu. Tegemeeni Mungu kwenye biashara zenu. Tumeshuhudia wananchi wengi, hususan wajasiriamali wadogo wanawaza mengi, hasa ya kishirikina. Yule anafanikiwa bwana kwa sababu Freemason. Na nampenda sana yule mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaitwa Rose Mhando. Anasema usijifunze kwa walioshindwa. Walioshindwa wana maneno mengi, lakini muda mwingi wanaumalizia vijiweni. Simba, Yanga, Pontebo, wanawake, mtoto mkali yule bwana. Kuanzia asubuhi mpaka. Watu wa aina hiyo hawawezi kutusaidia hata kidogo. Tujifunze kwa watu waliofanikiwa. Sio muujiza kufanikiwa, sio muujiza kuwa tajiri. Na ukiangalia, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna kitu kibaya katika maisha kama umaskini. Umaskini mbaya sana. Hakuna kitu kinachotesa na kudhalilisha kama umaskini. Katika vita ambayo tunatakiwa tupambane nayo usiku na mchana ni umaskini. Kabisa. Inawezekana ujitegemee katika familia yako kiuchumi, ufanye maamuzi yako wewe na mume wako na watoto wako bila kuingiliwa na mtu mwingine. Fuateni sheria kwenye biashara zenu.
Nchi yetu nyewe mnajua inaongozwa kwa mujibu wa unatakiwa kwenye biashara yako uwe na leseni, nenda halmashauri chukua leseni. Unatakiwa uende TRA ukajisajili kama mlipa kodi, nenda TRA, hakuna shida. Nenda TRA kakutane na watu wa TRA, watakupa mwongozo, utalipa kodi kulingana na mtaji na biashara yako. Ndugu zangu, endeleeni kutusaidia hawa ndugu zangu wa maendeleo ya jamii pamoja na ninyi kuwaibua wananchi wetu wenye changamoto za ulemavu kwenye maeneo yenu. Nimeona hapa kwenye mikopo itakayotolewa hawa ndugu zangu wako 7. Inawezekana hatujafanya kazi ya ziada ya kuwatafuta, kwa sababu kuna ndugu zetu wengine wanawaficha kule nyumbani. Twende kule kwenye familia zetu tukawatafute hawa walemavu. Walemavu hawa inawezekana ni mlemavu wa mguu lakini akili ipo. Anaweza akabuni biashara na akapewa mtaji na ikamwezesha akainuka kiuchumi. Boreshe makazi yetu. Tuvae vizuri pale inapowezekana. Sio unavaa vizuri kwa kula mtaji tuliokupa hapa. Tutakufunga. Unakula faida. Siri ya biashara, umewekeza milioni 5, umepata faida ya 100,000, unaweka akiba shilingi 20,000, unaweka rejesho labda shilingi 20,000, unaweka mtaji kwa maana ya kuongeza mtaji shilingi 20,000, alafu kuna 20,000 inayobaki. Hiyo 20,000 jichane unavyotaka. Tumeelewana jamani?